Ndo kile nilichoandika kile ni kile hamna cha zaidi ya pale. Kwa hiyo nadhani kama ulisoma utakiona kile kilivyo. Hiyo ni kitu cha kawaida. Kwa nini iliahirishwa? Kila mechi na sababu yake. Kwa kama mechi imeahirishwa kwa sababu yako leo wewe, siku nyingine itaahirishwa mechi kwa sababu yangu mimi. Siku nyingine kwa ajili ya mwingine. Alafu ligi inabidi isogee mbele. Kwa mfano hii ligi inakwenda inaisha tarehe 22 Juni. Lakini hali ilipangwa iishe mapema kabisa zaidi ya hapo. Kwa hiyo kwa nini kimekuwa hivyo? Ni kwa sababu ya matukio yametokea mengi hapo katikati. Mechi za kimataifa, Simba ameenda mpaka finali nini na nini. Hata mwaka ule Yanga ilienda finali, mechi zilichelewa hivyo kuisha. Kawaida kwenye mpira. Kwa hiyo sio hamna kitu kipya sana ambacho ni cha ajabu kinachotokea. Safari kuna imesemekana kwamba kama kuna mtu atagomea hii mechi hatocheza tarehe 15, ambapo ikitokea hivyo na mechi zingine pia hatocheza kama mwenzake akipewa alama. Tuzungumzie sasa athari kwenye ligi, ukiwa pia wewe miongoni mwao kwenye klabu yako ya Azam, mnahusika katika ligi haitoisha. Madhara yapo sehemu gani? Ukiangalia mmeanza tu kutoka mbali na mnahitaji ligi ishe ili mwanze msimu ujao. Kwanza mimi sitaki ligi ishe. Mimi nataka ligi iendelee. Kwa hiyo kama itakuwa hivyo ndio kwa jambo zuri sana. Lakini sitafikia mwisho kutokana na idadi za michezo kucheza. Kwa hiyo itakuwa imeisha. Basi itakuwa ndio imeisha. Sasa wao wasipocheza si kwamba ligi haiwezi kuisha mpaka wao malize. Na mimi sitaki ishe. Kama haitoisha basi isiishe. Wacha tuendelee kuwepo. Kwa hiyo siwezi kusema kitu. Kwa sababu ikiisha ligi maana yake mpira tunakosa afu tunafanya nini sasa? Wacha ligi iendelee. Kama haiishi jambo zuri pia. Ikiisha jambo zuri pia. Mnafurahia Yanga akipokwa zile 15 nyinyi mtapanda pale juu. Enda kushiriki klabu. Hapana, hata sijui kama kuna kupokana point, mimi sijui. Lakini kupokwa alama kutokana na hiki ambacho anakifanya sasa hivi kwamba wewe unapata advantage ya ngoja nikueleze kitu kimoja. Kupokwa alama ni jambo la kawaida kwenye mpira kwa mtu ambaye anakiuka kanuni. Sisi tulishaye kupokwa alama, tulimchezesha Erasto Nyoni akiwa na kadi 3 za njano, mechi namba ya City. Uwanjani tulishinda 2-2 ile mechi. Lakini tukaipoteza kwa sababu mchezaji alikuwa na kadi za njano. Kwa hiyo hiyo ni kawaida, sio kanuni inasema hivyo. Sasa kwani kuna shida gani hapo? Kuna haja ya mjadala kwa sababu kila mtu kanuni anaijua, iko wazi. Kabla msimu hujaanza kila mtu alisaini kanuni za ligi. Kwa hiyo kuna haja gani sasa kujadili tena hilo swala? Hamna haja kujadili. Hakuna haja ya mtu kufurahia, hamna haja ya mtu kuhuzunika, hamna nini. Kanuni zinafanya kazi, zinakwenda basi. Lakini kinachosema kwamba Mguto kujiuzuru kwa sababu sio mwenyekiti tena wa Coastal Union ni sahihi kwenye ngo hiyo. Sasa atajiuzuru wakati uchaguzi hujafika. Kwa sababu kanuni za bodi ya ligi na muda wake wa kuongoza. Ni kuchaguliwa leo, kuna muda unatakiwa ukae mpaka muda fulani. Hadi ule muda upite. Chochote kitakachotokea katikati hapa, wewe muda wako lazima utimie. Sio kwa sababu mtu amekwenda kufika katikati, alikuwa katokea klabu fulani, ile nafasi yake kwenye klabu yake ikawa haipo tena kwenye bodi ya ligi bado yupo, anamalizia ule muda wake. Hata sisi ishaye kututokea. Makamu mwenyekiti wa bodi ya ligi alikuwa anaitwa Shani Christom, alikuwa ni mwenyekiti wa Azam FC. Lakini akawa tena sio mwenyekiti wa Azam FC, nafasi ya mwenyekiti akawa ameipoteza kwenye bodi ya ligi, akawa kama mwenyekiti wa bodi ya ligi. Aliendelea kuwa kama mwenyekiti wa bodi ya ligi hadi muda wa uchaguzi ulipofika. Kwa sababu haibadiliki katikati, yani mtu haamki tu asubuhi akabadilisha. Hadi uchaguzi ukifika ndo hagombei tena. Anakosa sifa ya kugombea. Yani usipokuwa mwenyekiti, usipotoka kwenye klabu nyingine, utakosa sifa ya kugombea. Kama ulikuwa nayo sifa wakati unagombea, unaendelea kuwa nayo, hamna shida. Kwa wala hamna shida yoyote. Sasa hao wanaoanikiza hivyo kwamba fulani ajiuzuru, wao labda wanatumia kanuni zipi? Si ndio waulize. Sasa unaniuliza mimi, sasa mimi najua. Kwanza mimi sijasikia hicho kitu. Mimi hicho kitu sijakisikia. Hii hatuchezi ndio imepelekea hivyo vitu, babu zako hujasikia. Hiyo ndio. Sasa mimi usiniulize hayo mambo tena. Mimi nadhani unazungumzia kwamba kuna watu wanasema sio fanya ajiuzuru. Ndio nazungumzia kwamba ndio waulize hao. Yaani wao ndio wana majibu. Mimi siwezi kuwa na majibu yao. Sababu zao wanazozitoa ni kwa sababu ya mchezo ule. Sasa wewe hujaelewa. Kwa uelewa wangu mimi nikahitaji kuelewa zaidi kutoka kwako kutokana na ukongwe wako. Waulize na wenyewe. Kama hujaelewa vizuri wafuate waulize. Jamani hapa pakoje? Watakueleza vizuri sana. Watakueleza vizuri sana. Mimi uelewa wangu ndio nile usema hapa. Basi. Uelewa wangu mimi sina uelewa mwingine zaidi ya hapo kwa sababu tunatofautiana kuelewa kwenye mpira, kanuni, sheria na nini. Kuna wengine wataalamu wa sheria zaidi, mimi sio mtaalamu wa sheria. Kwa hata kuelewa kwangu huko ni kwa sheria ambazo nimeziona. Lakini labda zina tafsiri yake nyingine ya sheria huwezi kujua. Unafahamu? Kwenye haya mambo yalivyo kwenye watu wanataka kwenye utaalamu. Inaweza kaandikwa 2 pale. Kaandikwa 2 vizuri kabisa. Lakini kuja kwenye utaalamu anakuambia hii sio 2, hiyo ni pili. Ushaje kusikia neno pili? Ushaje kulisikia? Mara moja tofauti ya pili na 2 ni nini wewe unajua? Tofauti ya 2 na pili ni nini?
2 na 2. Kwenye popote pale ambapo mshie kusikia. Tofauti yake 2 na 2. Kwenye kuhesabu ndio sawa unahesabu. Yaani ndio nini yani? Yaani tofauti ni nini kwenye kuhesabu? Kwenye kuhesabu tukasema mimi wa 2. Kwani hapo ukisema mimi ni wa 2 unahesabu? Yaani si kwamba wa kwanza, wa pili. Kwa hiyo sasa nasema tofauti ya 2 na 2 ni nini? Mimi sifahamu tofauti ya 1 na mosi. 1 na mosi. Au je kusikia neno mosi? Mosi na 1 tofauti yake ni nini? Sasa hiyo ndio sheria. Nazungumza kwamba wanasheria wana lugha vyao na tafsiri zao, yani wataalamu wote kwenye nyanja yao huwa wanakuwa wana lugha zao ambazo wenyewe wanazijua. Ndio maana inapofikia kipindi tunasema tuache wataalamu waamue, kwa sababu wenyewe wataelewa. Wewe ukija kichwa pale atakwambia wewe, atakuwekea pale usema umeona hiyo? Wewe namba ngapi? Ni 2. Ambia sio 2, hiyo ni 2. Mbona hii ni 2 kabisa? Ambia hapana, hii ni 2. Mtaanza kubishana, wewe uelewi. Unajua tofauti ya 2 na 2? Mimi sijui. Umeona sasa? Kwa sababu sio field yako. Ile sio nyanja yako. Unaona Kwa katika hatua kama hii unawaacha wataalamu wanajadili wenyewe, watafikia mwafaka, mambo yataenda tu. Tuamini wataalamu wetu, tuamini viongozi wetu, tuamini watu ambao tumewapa mamlaka. Kutokana na hiki ambacho pia kinaendelea, Young Africans wamedeserve kweli kupokoa alama kama wasipopeleka timu? Mimi sijui hata kinachoendelea kitu gani. Sielewi. Yaani upande huo mimi siwezi kujibu chochote kwa sababu sijui yani. Sijui ni kuna nini. Sijui kama kimekuchosha mpaka utaki kuzungumzia chochote kwenye hiyo. Mimi sijachoka kwanza. Mimi sijachoka, ila sijui. Yani sijui zaidi ya hapo kwamba kuna kitu gani. Ni swala kusubiri na kuona, na kwa sababu kuna watu ambao wana mamlaka kuzungumzia hivyo vitu, kuna watu wenye mamlaka kufanya maamuzi, wao ndio wana majibu zaidi. Nadhani bodi ya ligi na Yanga wenyewe ndio wana majibu sana ya kuzungumza hili swala. Watu wengine wote haiwahusu. Wao ndio wana majibu zaidi. Kwa hiyo nadhani wao ndio watakuwa watu sahihi sana kusema. Ni kweli watu wanavyosema kwamba Simba na Yanga zimelelewa vibaya ndio maana haya mengi yanatokea? Sijui. Simba na Yanga zina miaka mingapi? Mmoja akafikia 90 pale, mwingine kama 89. Sasa mimi hata miaka 50 sijafika. Nitajua kweli watu wa miaka 90 huko wamelelewaje. Ukichukulia miaka yangu mimi ya umri wangu na ule umri wa kwanza kujitambua, kwa sababu unaweza kawa na miaka 60 lakini sio miaka yako yote 60 ndio miaka yako ya uzoefu. Kuna ule muda ambao umeanza kujua kitu na umeanza kufuatilia, sio? Kwa hiyo unatoa ile miaka. Sasa haifiki hata 20 yangu mimi ya kujua hiyo vitu. Sasa nitajua vitu vya watu wa miaka 80 90. Mimi kwa kufuatilia kidogo tu nimegundua wewe unajua vitu vingi sana. Hapana, hujanifuatilia vizuri. Hujafuatilia vizuri. Mimi sijui kuhusu kulelewa vibaya. Sasa makala zako ndio maana nakwambia hivi. Nimeandika kuhusu kulelewa? Hapana. Ndio maana kwa sababu sijui. Ndio maana siwezi kuandika kuhusu ile kitu. Siwezi kuandika kwenye. Kwa uzoefu wako ukipiga picha jinsi scenario inaendelea hapa, umuoni nani ambaye ndio amepelekea hili tatizo kuwa kubwa zaidi? Kwa sababu mimi sioni kama tatizo ni kubwa. Kwa hiyo hata sijui. Unajua mimi mambo ambayo hayanihusu huwa siyafuatilii sana. Naishia kuyaona kidogo, naona juu tu, naona hiki kinachoendelea, kumbe hii basi. Siendi kwa kina sana kwa sababu huo muda kuyafuatilia sana mambo ya watu ni utumie kufuatilia mambo yangu. Nadhani nitapiga hatua kidogo. Kwa hiyo haya mambo yao wenyewe watajua cha kufanya. Unajua kwenye jambo lote linalofanyika kuna mamlaka zake. Nyinyi ofisini kwenu hii maiki ikiharibika sio jukumu lako wewe. Yaani kama inatakiwa maiki mpya, yani kama hii imechoka sio jukumu lako wewe. Kuna watu ambao ni jukumu yao. Wewe utakwenda kupeleka tu bwana, maiki imekufa hii, tunataka maiki mpya. Basi unaishia hapo. Unafahamu watapataje, sio kazi yako. Wakanue wapi, sio kazi yako. Unafahamu. Kwa hiyo lazima tuheshimu hiyo kitu kwamba kuna watu wako sehemu fulani kwa ajili ya kufanya kazi fulani. Inapofikia muda wao kufanya hiyo kazi, waache wafanye kazi yao. Basi hatuwezi kufanya kitu kimoja watu wote, haiwezekani. Shukrani sana. Asante sana. Sawa, Bauzaka, tugusie kidogo. Niliona umeposti makala yako kuhusiana na ile ambayo ilitokea tarehe 8 kuhusiana na Simba na Yanga. Ukaandika jinsi ambavyo scenario ilikuwepo miaka ya nyuma huko. Mimi nilikuwa nahitaji kuifahamu ile historia ambayo umeizungumza pale kidogo, ukielezea, maana uliishia kusema kwamba Yanga wakajitoa kwenye mashindano. Walirudi vipi, hujatuambia pale Bauzaka? Mimi mwenyewe niliona gazeti, nikopi gazeti nikaweka, basi hata sijui ilikuwaje huko. Sikuwepo mimi. Hiyo ni story ya 1965. Sikuwepo mimi. Ila niliona gazeti la siku hiyo lililoandika, ndio kile nilichoandika, kile ni kile hamna cha zaidi ya pale. Kwa hiyo nadhani kama ulisoma utakiona kile kilivyokuwa. Kwa hiyo zaidi ya pale mimi hata sijui. Kwa hiyo kwa kipindi hicho bodi ya ligi walisimamia msimamo wao, wakampoka Yanga alama na Yanga mwenyewe
akaondoka katika mashindano. Labda inaweza kawa hivyo, mimi sikuelewa sana. Mimi hata sikusoma. Mimi nilikopi nikaweka basi, hata sikusoma. Kwa kama ilikuwa hivyo ulichokiandika pale, hata sikusoma. Mimi yale nilikopi tu kwenye gazeti nikaweka pale basi. Ni gazeti la zamani sana. Unaona gazeti hili limefungiwa maandazi lile. La zamani sana lile gazeti, sio? Basi ni gazeti liliandika. Zaidi ya pale sina hata nukta. Yaani pale walivyoandika wao, walichoandika ndio kile kile. Kama ulikiona ndio hicho hicho. Wala sijui chochote zaidi ya pale. Hujaongeza neno lolote la kupunguza. Sijaongeza chochote. Lakini Babu Zaka, kwa hiki ambacho kinaendelea, wewe kama mkongwe una miaka mingi katika tasnia hii ya habari na za kimichezo pia umefanya sana. Kitu kama hiki kinachoendelea kinatoa taswira gani katika mpira wetu wa Tanzania? Kinaendelea wapi? Kwenye ligi ya Tanzania. Kitu gani kinaendelea? Mechi iliahirishwa, watu wakagomea, wengine wanasema hatuleti tena timu. Mechi mbona zimeahirishwa nyingi tu? Kwani kuahirisha mechi Tanzania hii ni kitu kigeni? Ukiangalia ratiba ilivyotoka ya kwanza kabisa iliyotolewa August mwaka jana. Nadhani Julai mwishoni au August hivi. Ilikuwa August. Mechi nyingi ziliahirishwa hapo ndani yake, nyingi tu. Kwa hiyo kuahirisha mechi ni jambo la kawaida tu. Wala hamna shida yoyote. Mimi hata sioni kama kuna hitaji mjadala mkubwa tu kwa sababu. Kwa ina changamoto ndio maana. Changamoto gani? Mechi ikiahirishwa maana kuna changamoto. Hakuna mechi ambayo inaahirishwa hakuna changamoto. Haiwezi. Unakuwa ilipoanziaga pale hawa wametuzuia kufanya mazoezi, malalamiko yalikuwa ni mengi. Sasa hiyo sasa haya mambo yao wenyewe. Hiyo sio ligi sasa. Mimi nazungumzia ratiba kwa mechi kuahirishwa. Kuahirishwa mechi jambo la kawaida, ipo kila siku. Na haitoisha leo. Itaendelea kuahirishwa kila siku. Kwa nini inaahirishwa? Kila mechi ina sababu yake. Haiwezi kwa sababu moja mechi zote. Kwa kila mechi. Kwa sababu naona imefikia baadhi ya timu wanasemaga mpaka viongozi wa bodi ya ligi wajiuzuru kwa sababu hizo. Hiyo sasa hiyo watajua wao. Hiyo mimi siwezi, sio sehemu ya hiyo. Sina taarifa za kina kwenye hilo swala, siwezi kulizungumza sana. Kile ambacho unakiona hewani ni kwa mechi imeahirishwa na ni kawaida ile mechi kuahirishwa. Mechi nyingi tu zimeahirishwa nchini, sio mechi moja. Na zinachezwa tena baadaye. Kwa hiyo haya mengine nadhani wanajua wenyewe wataongea. Sasa unadhani kwa nini wao wanaendelea kushinikiza hivyo? Wengine wanasema hawachezi. Hata sidhani kwanza. Hata kudhani kwenye sidhani. Yaani hata sijui nini kinachoendelea. Ninachojua mimi ni kwamba kwenye ligi yetu kuahirisha mechi ni jambo la kawaida. Na mechi zinaahirishwa, zinapangwa tarehe nyingine na zinachezwa. Hiyo ni kitu cha kawaida. Kwa nini iliahirishwa? Kila mechi ina sababu yake. Wakati mwingine mechi inaahirishwa kwa sababu ya mtu mmoja. Yaani kwa ajili ya mmoja, sio kwa ajili ya wote. Wakati mwingine kwa ajili ya wote. Wakati mwingine kwa ajili ya uwanja. Yaani sababu ziko tofauti. Kwa kama mechi imeahirishwa kwa sababu yako leo wewe, siku nyingine itaahirishwa mechi kwa sababu yangu mimi. Siku nyingine kwa ajili ya mwingine. Ndio mpira uko hivyo kawaida.